Winome TV. Sisi ni familia mpya. Kwanza kabisa, unajua siku zote watu ambao tuko kwenye mpira muda mrefu, lolote kwenye mpira huwa linazungumzwa Tabora ni professional club. Sawa Ni professional club kwa maana kwamba sisi hatushiriki ligi kuu ili tuongeze idadi ya timu ambazo zinazoshiriki. Na moja ya mpango wetu mkakati ni kuwa na mafanikio. Yaani katika misimu miwili ambayo Tabora tumeshiriki ligi kuu, tulikuwa tunatamani sana kuwa timu ya mfano, kwamba ndani ya misimu miwili Tabora tumeweza kufanya vizuri tofauti na timu nyingine na maintain msimu mmoja wa pili anashuka daraja au ndani ya msimu huo mmoja anashuka daraja, si ndio? Sasa sisi tulichokuwa tunakihitaji kukifanya kwa ukubwa zaidi ni kuona kwamba tunakwenda kufanya vizuri msimu huu na tunakwenda kushiriki mataifa. Kwa hiyo tukizungumza mtu akiandika kusema kwamba Tabora wamejivunja, nafikiri kwanza wanatukosea, kwa sababu sisi sio klabu ya wahuni. Sawa Sisi ni timu ambayo ni professional. Sawa Yaani mimi leo Christina Mwagala nimebeba image ya Tabora. Sawa Na tafsiri yake ni kwamba Tabora tungemaliza nafasi ya 4 na tukaenda kushiriki mataifa, tungekuwa tumeongeza wigo mpana wa kufuatiliwa zaidi duniani kote. Baizeni sasa hivi tunafuatiliwa, na ndio maana nasema Tabora United ni kama Ahali, ni kama Mamelodi Sundowns, ni kama Kaizer Chiefs, ushanielewa Yaani sisi tupo katika linki za namna hiyo. Hatupo katika linki ambazo kusema kwamba tunaogopa. Na sisi tulichokuwa tunakihitaji ni kwenda kushiriki mataifa ili tuwafundishe kina Singida. Msimu uliopita wameenda kushiriki, wamezurura tu wakarudi. Kina Coastal Union wameenda wamezurura wamerudi. Young Africans wameenda wamezurura wamerudi. Sasa hivi mwakilishi tumebakiza mmoja tu, Simba Sports Club. Ndio ambaye amebaki katika hii mchuano wa kimataifa. Azam FC kaenda kazurura karudi. Ushanielewa? Kwa hiyo sisi Tabora tulichokuwa tunakihitaji ni kumaliza nafasi ya 4 na kwenda kushiriki kimataifa na kueleza Watanzania kwamba kimataifa inashiriki namna hii. Lakini kwa sababu imekuwa ni bahati mbaya, tumepitia upepo mdogo, upepo mchafu katika mechi hizi ambazo zimesalia kabla ya kwenda kumaliza msimu wa 2024-2025. Badala yake tunasema kwamba wacha tu maintain nafasi ya 5. Kuna vitu ambavyo tumejifunza, na baada ya msimu huu kumalizika, Mwenyezi Mungu akitupa afya njema na kutupa pumzi, tukaenda katika msimu wa 2025-2026, tuna uhakika msimu ujao Tabora tunaenda kuchukua ubingwa na tutashiriki michuano ya kimataifa klabu bingwa barani Afrika, na tutakwenda kupeleka somo kwa vilabu vyote ambavyo vinavyoshiriki ligi kuu ya NBC soka Tanzania bara, namna gani ambavyo unaweza kwenda kushiriki hiyo michuano. Lakini kwa hapa tunachukua kama tumetereza na ni sehemu ya mchezo. Lakini sentensi ya kusema kwamba Tabora imekataa kwenda sisi tuliahidiwa bonus ya milioni 200. Sawa In case tungemaliza nafasi ya 3. Nafasi ya 4 tuliahidiwa tungemaliza nafasi ya 3, tulikuwa tunaidiwa milioni 100. Tulikuwa tunapata kutoka kwa mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa Paul Chacha Matiko. Sasa hatuwezi tukaescape bonus ya namna hiyo ama exposure ya namna hiyo, na mheshimiwa mkuu wa mkoa tayari alikuwa ameshajiandaa kabisa kuona kwamba timu itakwenda kushiriki mataifa, tutapata support kubwa, nguvu kubwa, ili tukafanya vizuri na tuwe mfano wa kuiga katika timu zote ambazo zimewahi kwenda kushiriki hii michuano. Kwa hiyo sisi tunaangalia nani anazungumza nini, nani anafanya nini, lakini kwa sababu dhamira yetu sisi haikuwa hiyo. Dhamira yetu sisi ilikuwa ni kwenda kushiriki mataifa, na imetokea kama ajali. So far tunakwenda kujipanga zaidi katika msimu unaokuja. Sasa hivi nafikiri kama ambavyo mko mkinisikiliza kwenye vyombo tofauti vya habari ambavyo kwa nikizungumza, ni kwamba tulifikia maamuzi hayo ya kuachana na kocha JLC kutokana na kuwepo kwa matokeo ambayo yalikuwa sio mazuri. Tabora United sio timu ya kucheza mechi 5 mfululizo bila matokeo. Yaani sisi sio, hatujawahi ku experience maisha namna hiyo. Yaani tunaweza tukapoteza mechi moja, tukasare, tukashinda, ikafuatia kushinda. Lakini sio mnapoteza FA, ligi. Hiyo sio Tabora. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba tuna kila sababu ya kumwambia kocha, tunaomba tukupe nafasi ya kwenda kutafuta changamoto nyingine. By then sio kocha mbaya, ni kocha mzuri, lakini ligi yetu sisi ni kubwa. Yaani unaweza ukakaa sasa hivi mtu ukiangalia ligi za sehemu nyingine na ukiangalia ligi ya Tanzania ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo lazima mtu anayetoka huko anakuja hapa, lazima ile mpaka akopi mazingira, yani aanze kuendana na ile kasi na spidi. Wakati huo
inakuwa kidogo ni changamoto. Kwa hiyo sisi tulifanya tu maamuzi, na ni maamuzi ya kawaida sana kwenye mpira. Yaani nafikiri sio sisi wa kwanza kufanya hichi kitu. Wapo watu wanaajiri kocha saa 12 jioni anafukuzwa. Ni kitu cha kawaida sana kwenye mpira. Kwa hiyo sio kitu cha kusema kwamba labda Tabora wamefanya kitu kibaya, kitu ambacho hakiingia akilini, kitu ambacho na nini, hapana. Kwa sababu tupo katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kulinda brandi ya timu yetu, lakini pia tunaendelea kuwapa hamasa zaidi mashabiki zetu waendelee kuifuatilia. Washabiki zetu wamekuwa na maumivu, yani wanaumia kwamba kwa nini tumekuwa hatuna matokeo mazuri. Kwa hiyo kuendelea tena kupoteza na wakati tunajua kabisa kwamba hapa kumekuwa na changamoto 1 2 3, tafsiri yake ni kwamba sisi tungekuwa hatuwatendei haki mashabiki. Kwa hiyo kwa sasa hivi timu ipo chini ya kocha msaidizi Alfani Monde mpaka hapo ambapo management tutaamua vinginevyo. Ikitokea labda katika mechi za hizi 4 zilizobakia kama tunaweza tukafanya mabadiliko ya kocha mwingine, tutazungumza. Lakini kama tukiamua tumwache Alfani Monde kwenda kumaliza mechi hizi 4 ambazo zimebakia, pia tutaona na pia tutapeana taarifa. Lakini kwa sasa hivi timu iko chini ya Alfani Monde.